kama ulihusika na hii ulanguzi, Americans will come for their money. Americans will come for their money. Wewe jitiarishe, kama wewe ni mwanasiasa, you will face the same scrutiny the likes of Aaron Mwau and this guy called Amos Wako first, when their visa was revoked. But you cannot transfer 39 billion Kenya shillings into real estate industry through Hawala system. Chances are very high a high-profile Kenyan politician is involved in this. Wakenya tunasahau haraka sana. The recent influx and the breaking news of the wire fraud money from Minnesota imeshtua watu wengi sana. But Kenyans, I just want to remind you, in 2014, the Akasha brothers, they were involved in narcotics and drug smuggling. Ulanguzi na usambazaji wa dawa za kulevya ambazo zilikuwa takriban kilo 99. They were extradited to the United States of America and they were jailed 25 years and 28 years respectively. The Mansur Shurur brothers walihusika katika ulanguzi na uwizi wa pembe za ndovu na wanyamapori. Roughly around $7 million they were extradited to United States of America. Kenyans, in that report, the Department of Justice ya Marekani walisema there are some evidences we are not ready to reveal to the public because wale ambao wanahusika na wizi huu, some of them are politicians and diplomats. Wakenya, ningependa kuwafunza kitu ambacho inaitwa diplomatic pouch ama pochi la diplomasia. Ni bagi tu, a black bag. Diplomats wakiingia katika nchi yoyote protected by the Vienna Conventions on International Law and Diplomacy, there is nobody who can search their bag. Hivyo ndo mnafaa kujua, hakuna mtu ana search any bag or any documents of any diplomat. My assumption is, Wakenya wenzangu, chances are very high some high profile Kenyan politicians wamehusika na hii wire fraud money. Tell me, 39 billion Kenya shillings, ndugu yangu. Okay, there is one system there is one system inajulikana kama Hawala system. Hawala system, Kamau ako Kiambu, Galmadido ako Germany. Galmadido anataka 100,000. So Kamau kuna intermediary hapa Europe, anapigia intermediary simu, anamwambia Galmadido anataka 100,000. Yule jamaa ananiletea the 100,000. That is how I get the money without the trace of the bank. That is Hawala system. But you cannot transfer 39 billion Kenya shillings into real estate industry through Hawala system. Chances are very high a high-profile Kenyan politician is involved in this. Wakati wa Akasha brothers na kina Mansur na Surur, our magistrates, our diplomats and some high-level politicians walihusika. But the Department of Justice walisema, Marekani walisema it can be a threat to the national security or it can cause chaos. Hatuta reveal majina zao. Kenyans, I want to tell you one thing. The Department of Criminal Investigation in this country will not have figured out the wire fraud money were it not for FBI. They know very well. Tell me one case DCI washafichua katika wizi na ufisadi za serikali. None. Zile za kina Akasha brothers, Artur Magarian, Artur Sagarsian, hii tunaona wire fraud money kutoka Minnesota. All of it is because of the American interest. Wamarekani wakiibiwa pesa, they follow the money. So whoever amehusika na hii wizi, ndugu yangu, I know there is a very senior politician in this country mwenye alihusika na wizi wa hii pesa kutumia njia zake za diplomasia. Beba msalaba wako. You know, Kenyans, I want to tell you one thing. The recent boom of the real estate industry, that is the best way of cleaning money. Pesa zinaoshwa vizuri sana hapo. Na 39 billion vile iliingia, mnaanza kushtuka. Majumba zilianza kujengwa pale Isili, 15-20 story buildings zinakamilishwa na mwezi moja, miezi miwili. Mnashtuka hizi pesa zinatoka wapi? Kenyans, we are blundering big time. Campaign money, pesa za ulanguzi wa dawa za kulevya, ulanguzi wa kibinadamu, human trafficking, na sasa tuko na wire fraud money. This is what you are going to get when you sell the sovereignty of your investigative institution. Kenyans, ningewauliza tu, kama si Marekani, kama si United States of American FBI, nani angejua hiyo 39 billion imeingia katika economy ya Kenya?
Hakuna mtu angejua. Tungezidi kuambiwa tu, you know, we are hardworking people. Hizi pesa tumepata kwa savings. You can't save 39 billion Kenya shillings. That's like a whole budget for Department of Education in this country. Anyway, wa Kenya munasahau haraka sana. Na kitu moja ningependa kuwa uone.